Naam, ikiwa tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshogi, na taarifa za leo tunazianza kutoka kaunti ya Nakuru, mahali ambapo kizaazaa kimeshuhudiwa baada ya maafisa wa polisi kuwarushia vitoa machozi wanafunzi wa shule ya upili ya Butere, wakati ambapo walikuwa wamejipanga kuonesha onesho ambalo walikuwa wameliandaa, ambalo walikuwa wamelipa kichwa Echoes of War katika kaunti ya Nakuru, kile ambacho wanasema kwamba wanafunzi hao walikuwa wamefanywa vibaya na maafisa hao wa polisi. Harassed by the police. They took us to stage with nothing. Na wakati hayo yanaendelea katika kaunti ya Nakuru, pia viongozi tofauti ikiwemo chama cha ODM na viongozi wengine serikalini wamejitokeza wakikashifu serikali kwa kile ambacho kimefanyika katika kaunti ya Nakuru, wakati ambapo wanafunzi wa shule ya upili ya Butere walikuwa wanarushiwa vitoa machozi. Kulingana na taarifa ni kwamba wanafunzi 15 bado hawajulikani waliko. Hii ni baada ya aliyekuwa anawafunza dhamdhilia hiyo ambaye ni Cleophas Malala kushikwa jana na kuashiliwa leo asubuhi. Amejitokeza na amesema haya. Ambaye tunapigana ni vita ambayo inasaidia Wakenya wote. Mimi nimeandika mchezo wa kuigiza ambao unaitwa Echoes of War. Mchezo huo unaonyesha tu kwamba zile shida ambazo Gen Z wanapitia katika Kenya yetu. Shida za unemployment, shida za corruption, shida za kukosa healthcare mzuri, shida za watu kukula pesa za ambazo za ushuru na kuongeza ushuru juu, shida za high cost of living. Nilisema kwamba mnajua vizuri sana nilifanya kazi na Rais William Ruto na tukatengeneza serikali. Wakati tulikosana kimawazo, nilisema mimi sitakuwa kama wanasiasa wengine waende kwenye podium waanze kutukanana. Hapana, nitatumia talanta yangu kuexpress yale ambayo yako moyoni mwangu. So nimeandika mchezo huo, na bahati mbaya ni kwamba wamekataza wasichana hao kuperform katika nationals. Mimi ningependa kusema kwamba kwanza nasherekea wale wasichana wa Butere Girls. Wale wasichana hao ni mashujaa. Hao ni mashujaa kwa sababu wamejionyesha kwamba hao ni wazalendo wa Kenya. Wamekuwa tayari kupigania wa Kenya, wamekuwa tayari kuonyesha mchezo wao, na leo vile wamepelekwa kwenye stage na mapolisi na bunduki, wamesema kwamba ile play ambayo wataperform leo peke yake ni ile national anthem. Hiyo ni ishara ya uzalendo katika nyoyo za hawa wasichana. Ningependa kuwasherekea na kuhakikishia Wakenya kwamba mchezo huu Echoes of War utafanywa. Kama utafanywa na wasichana wa Butere ni sawa, na kama hautafanywa na wasichana wa Butere, tutatembea Kenya nzima, tutafute wale watu raia wa kawaida. Tutakuja hapa Elda Maravini, mtupatie actors wakubwa na wazuri. Tutawanga nyinyi wenyewe mfanye hiyo mchezo. Na tutahakikisha William Ruto mpaka ataona hii mchezo kabisa. Mpaka ataona. Aone. Mnataka aone ama sione? Mnataka Kasongo aone au asione? Kwa upande mwingine, waziri wa elimu Julius Migos Sogamba amejitokeza na kutetea serikali kwamba serikali haijaingilia kati katika yale ambayo yanaendelea katika kaunti ile ya Nakuru, akisema kwamba wanafunzi hao walipewa nafasi lakini hawakuitumia vizuri. You are very aware that the students were allowed to perform at 8 o'clock. When they came to the stage and after the national anthem, one of them stepped forward and said they are not willing to perform without their director, Mr. Malala. Mr. Malala is not a teacher in Butere, not a director in Butere, he's not a director of that play. So the students, of their own volition, decided not to participate. So your question is not properly framed. So why too much violence was it? Which violence? Tear gas was thrown at the children were heading to their bus. I'm here with you. All right? Once I get the details, I'll be able to answer that question. Thank you very much. Asante waziri. Kumbuka kwamba siku ya leo pia wale ambao walikuwa wanaonesha nia ya kutaka kuwa makamishona katika tume ile ya uchaguzi ya IEBC wanaendelea kupigwa msasa, wakati ambapo pia Jumapili ijayo tarehe 13 tutakuwa na mechi kati ya Shabana na Kakamega Homeboys katika uga ule wa Kisumu. Mimi ni Videlis Moshogi, Ruth Nyanchama atakupasha taarifa za biashara. Hujambo mpendwa, karibu tuangazie habari za biashara.
Tukianza ni kwamba msanifu wa jengo waliobomolewa mjini Mombasa basi amesema amepata hasara ya kati ya milioni 300 na milioni 350 katika mikopo isiyokuwa na bima. Hata hivyo ameonyesha furaha yake kwa sababu hakuna aliyepoteza maisha katika tukio hilo. No foul play, my brother. As a representative of the developer, how is the building worth? How much? Around 300 to 350 million shillings. No insurance, nothing. Luckily, hakuna pesa ya mtu ya flat hapo. Mwenye gorofa ametumia pesa yake. Na mimi nataka kuambia wananchi, ametumia ni sawa, lakini amechukua loan. So muombe hii bado ya hasara. Loan na nini mambo ya Mungu, but 300 to 350 million shillings imekunywa maji, but tunashukuru Mungu. You know, pesa sio muhimu. Tunapozidi kusonga ni kwamba nchi ya Kenya ilikuwa inatarajia kupoteza mapato ya bilioni 12.9 katika mazao yanayoingia nchini Marekani kwa sababu ya ushuru ya 10% iliyowekwa na nchi hiyo. Lakini kufika sasa Kenya imepata afueni. Ni baada ya nchi ya Marekani kusitisha ushuru huo kwa siku 90. Jambo ambalo huenda alidhaathiri sana soko ama mazao yanayoingia Marekani. Kwa upande mwingine ni kwamba nchi ya Marekani imesema italegeza kuweka ushuru wa 50% katika nchi ya China iwapo haitapunguza ushuru wake wa 34% kwenye bidhaa zinazotoka Marekani kuingia nchini China. Basi nchi ya Marekani imeipa China siku 90 ili kufanya uamuzi wa busara. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.